Uwepo wa huduma hii ya MRI ni hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa mfumo wetu wa afya, kwani utawezesha wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na wa uhakika, jambo litakalopunguza kuchelewa kwa matibabu, kuokoa maisha na kupunguza gharama kwa familia na serikali kwa ujumla. Huduma hii itaongeza pia uwezo wa madaktari wetu kufanya maamuzi ya kitabibu kwa ufanisi zaidi, sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya afya. Ndugu wananchi, napenda kuitambua na kuipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa maono yake ya muda mrefu ya kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya, vifaa tiba vya kisasa na huduma bunifu kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, salama, zenye ubora na zinazozingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. Uamuzi wa kuanzisha huduma ya MRI hapa Pemba unaonyesha wazi dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kusogeza huduma muhimu karibu na wananchi, kupunguza rufaa zisizo za lazima, kuimarisha usawa na upatikanaji wa huduma na kuboresha ustawi wa jamii. Ndugu wananchi, ninatoa pongezi za dhati kwa mkandarasi kampuni ya Benchmark Engineering Company Limited kwa kazi nzuri iliyotekelezwa kwa weledi na uzingatiaji wa viwango vya kitaalamu na muda. Tuwapigie makofi sana. Vile vile nampongeza mshauri elekezi wa ndani kutoka idara ya ufundi na miundombinu ya Wizara ya Afya kwa usimamizi makini uliohakikisha ujenzi wa jengo hili unakamilika kwa wakati, kwa ubora unaostahili na kwa kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za serikali. Hii ni mifano mizuri ya ushirikiano kati ya serikali na wataalamu wake katika kutekeleza miradi ya maendeleo. Hapa nataka niseme neno moja. Wakandarasi hawa ni wakandarasi, hii ni mifano mizuri ya kuigwa. Kwa hivyo tuzidi kuimarisha vijana wetu waweze kupata hizi taaluma, kwa sababu nchi hii baadaye wao ndio watakaoitawala na kuihudumia. Ndugu wananchi, kupatikana kwa huduma za MRI hapa Pemba ni ukombozi mkubwa na chanzo cha faraja kwa wananchi wetu. Kwa miaka mingi wananchi walilazimika kusafiri hadi Unguja ili kupata huduma hii muhimu, jambo lililosababisha usumbufu, gharama kubwa na wakati mwingine kucheleweshwa uchunguzi na matibabu. Leo hii tunashuhudia utekelezaji wa vitendo wa sera ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuwasogezea wananchi huduma muhimu karibu na maeneo yao ya makazi, ili kuimarisha haki ya kila mwananchi kupata huduma bora za afya bila vikwazo vyovyote. Ni matarajio yangu kuwa uongozi wa Wizara ya Afya umefanya na utaendelea kufanya tathmini ya kina ya mahitaji ya rasilimali watu ili kuhakikisha huduma hii mpya inatolewa kwa ufanisi na endelevu. Hii ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa madaktari bingwa, wauguzi, wataalamu wa mionzi, mafundi sanifu wa vifaa tiba na kada nyingine muhimu, sambamba na programu za mafunzo endelevu ili kuendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia ya tiba. Aidha, nitoe wito kwa uongozi wa Wizara ya Afya, uongozi wa hospitali ya Abdallah Mzee pamoja na wadau wote kuhakikisha jengo hili na vifaa vyake
vinatunzwa ipasavyo, vinalindwa na kufanyiwa matengenezo na huduma zake kwa wakati. Matumizi sahihi ya miundombinu na vifaa hivi yatasaidia kuongeza muda wa uhai wa huduma, kupunguza gharama za matengenezo makubwa na kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma kwa wakati na bila usumbufu. Ndugu wananchi, ninawaomba wale wote waliopangiwa kufanya kazi katika kituo hiki kujua kuwa mmebeba dhamana kubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kuwa na majengo ya kisasa, vifaa tiba vya kisasa na dawa ni msingi muhimu, lakini ubinadamu, huruma, maadili mema, uadilifu na upendo kwa wagonjwa ni nguzo kuu ya utoaji wa huduma bora za afya. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1971, hospitali hii ya Abdalla Mzee imekuwa mhimili muhimu wa utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa Pemba na maeneo ya jirani. Katika juhudi za kuendelea kuimarisha huduma ya afya na kuendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia ya tiba, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iliona umuhimu wa kujenga jengo maalum la huduma za MRI katika hospitali hii. Kabla ya utekelezaji wa mradi huu, huduma za MRI hazikuwepo hapa Pemba, hali iliyowalazimu wagonjwa na wananchi wengi kutoka Pemba kusafirishwa kwenda Unguja kwa uchunguzi na kufata huduma hii ya MRI. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umejengwa kwa fedha ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia mkandarasi Benchmark Engineering Company Limited ukisimamiwa na kitengo cha ufundi cha Wizara ya Afya. Ujenzi wa jengo hili umegharimu fedha za Kitanzania milioni 564 ambazo hadi sasa kiasi cha milioni 368 zimeshalipwa kwa mkandarasi huyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa jengo la MRI ulianza mwezi Julai mwaka 2024 na ukakamilika Julai 2025, yani umechukua miezi 12, kipindi cha mwaka mmoja. Kuhusu mashine ya MRI, imehamishwa kutoka hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja baada ya huduma zake kusitishwa kwa muda kufuatia ukarabati na utanuzi wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambao unaendelea hivi sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili la MRI lina jumla ya vyumba 4 vilivyopangwa kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu vya utoaji wa huduma hii. Vyumba viwili vimewekwa mashine za MRI pamoja na vifaa vyake muhimu. Chumba kimoja kinatumika kwa wagonjwa kubadilisha nguo kabla ya kufanyiwa uchunguzi na chumba cha mwisho kinatumiwa na daktari bingwa wa MRI kwa ajili ya uchunguzi na usimamizi wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa ujenzi wa jengo hili na kuanza rasmi kwa huduma ya MRI hapa Pemba kunatoa fursa kubwa ya kuimarisha kwa kiwango kikubwa huduma za afya kisiwani Pemba. Huduma hii itapunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda Unguja na hata nje ya Zanzibar na kupunguza gharama kwa familia, kuokoa muda na kuongeza uwezekano wa kugundua magonjwa mapema na kuokoa maisha ya wananchi wetu wa Pemba. Aidha, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi takriban 592,000 wa hapa kisiwani Pemba, wakiwemo wanawake wenye umri wa kuzaa wapatao 163,000 ambao ni kundi muhimu sana katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa taifa imara. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati na za kipekee kwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uwekezaji wake mkubwa anaofanya katika sekta ya afya, hususan hapa hospitali ya Abdalla Mzee. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali ya uzinduzi wa MRI leo, lakini tuna huduma za kimataifa ambazo zinatakiwa ziwepo kwenye hospitali yoyote ya rufaa, ambazo dialysis ipo hapa, tuna mashine za ICU za kisasa na leo hii tunazindua MRI. Hii inaashiria dhamira kubwa ya serikali ambayo wewe vile vile Mheshimiwa Waziri unaihudumia, serikali ya awamu ya 8 katika kuboresha maisha ya Wazanzibari kwa Unguja na Pemba. Vile vile niwashukuru sana wakandarasi wetu, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, viongozi wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vya siasa
na watumishi wote wa Wizara ya Afya na taasisi zake kwa pamoja kushirikiana na kuhakikisha jengo hili linakamilika na mashine hii inafungwa kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Kusini Pemba upo katika hali ya salama, amani na utulivu inaendelea kudumu katika mkoa wetu, na wananchi wake wakiwa wanajiletea ama wanaendelea na shughuli mbalimbali za maendeleo katika kujitafutia maisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, pongezi za kipekee nazipeleka kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kutuletea maendeleo hasa katika sekta hii ya afya, kwani ukiacha huduma na jengo la MRI ambalo leo hii utatufungulia Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba ametufanyia mengi sana, ambayo kwa kifupi tu nikiyataja niseme pia katika jengo hili ama katika hospitali yetu hii ya Abdalla Mzee ametuzindulia hapo nyuma huduma za ICU, ambazo huduma hizi ilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi wa Pemba nzima. Lakini pamoja na hiyo, pia katika hospitali hii tunazo huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo, ambapo hapo zamani huduma hizi tulikuwa tunazifata aidha Unguja ama Tanzania bara. Lakini pia Mheshimiwa Rais hakuchoka katika kutuletea maendeleo kwenye wizara hii ya afya. Ametujengea hospitali ya wilaya ambayo ipo vitongoji, hospitali inayotoa huduma kwa wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba. Lakini pia ametujengea nyumba za madaktari katika hospitali hii, lakini pia katika hospitali ya vitongoji. Madaktari wetu hapo nyuma walikuwa wakikaa masafa ya mbali wakikodi nyumba, lakini Mheshimiwa Rais kuliona hilo akaamua kuwajengea nyumba ili waweze kukaa karibu na vituo vyao vya kazi, waweze kutupatia huduma kwa haraka hata wakati wa dharura inapotokea. Lakini kama hilo halitoshi, Mheshimiwa Rais kwa sasa anaendelea kutujengea vituo vya afya vikubwa vya ghorofa, ambavyo kimoja kinajengwa Chonga na kimoja kinajengwa pale Mtambile. Lakini pia majengo tu hayatoshi, Mheshimiwa Rais ametuletea madaktari bingwa wa kila fani katika hospitali za wilaya na mkoa. Lakini pia kipo kituo cha afya kikubwa ambacho kipo Kendwa, kimejengwa ndani ya awamu hii ya 8 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini pia tunazo huduma za uzazi katika kituo chetu cha afya Muambe, kwa kuona dhiki ambayo wanaipata wananchi wa Muambe kujifungua majumbani ama kuletwa hospitali wakiwa wamechelewa sana. Kwa hiyo akaamua kwa mapenzi makubwa kusema kwamba huduma za uzazi zipatikane pale pale katika kituo cha afya Muambe. Kwa sasa wananchi wa Muambe, Jongwe, Mchakwe na maeneo ya jirani Shamiani wote wanapata huduma za uzazi katika kituo kile cha afya cha Muambe. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameamua kutujengea tanuri kubwa la kuchomea takataka hatarishi zinazozalishwa katika mahospitali yetu. Kwa hiyo nikisema niendelee kuyataja, na kutokana na muda ni mengi na nitapoteza muda sana, nadhani wengi tunayajua ama sote tunayajua maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametufanyia ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba. Nikiendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunakwambia Mheshimiwa mgeni rasmi, tupelekee salamu zetu za mkoa kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwambie kwamba wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba wapo pamoja naye, wanampenda, wanamjali na kumthamini katika harakati zake za kutuletea maendeleo ndani ya mkoa, lakini kwa Zanzibar yote kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kukaribisha rasmi ili uje uweze kuzungumza na hadhira hii na hatimaye ufanye kile kitendo